Tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo ametufanyia kwenye familia yetu. Niko na mdogo wangu Seche hapa ambaye kwa mwezi wa kwanza alikuwa ameugua kule Mtwara. Yeye ameajiriwa Mtwara. Yuko anafanya kazi Mtwara. Yuko amepigia simu kwamba anaumwa, hali yake sio nzuri, amelazwa hospitali ya Kanda. Inatakiwa niende haraka kwenda kumuona. Nikawa nimemshirikisha mama kabla hata sijaondoka, nikamwambia mama, naomba utuombee. Na mdogo wangu kwa Mtwara anaumwa, hali yake sio nzuri. Ikabidi nisafiri kwenda kule. Kwa kweli nilikuta hali yake haikuwa nzuri kiukweli. Madaktari wakawa wamefanya vipimo, wakasema kwamba moyo wake una shida, kuna mshipa mmoja hausukumi damu vizuri. Kwa hiyo natakiwa apewe rufaa aje JKCI pale Muhimbili, taasisi ya moyo, aje kwa ajili ya matibabu zaidi. Nilikaa pale, alikaa hospitali karibia wiki nzima, alikuwa amelazwa. Baada ya kuruhusiwa, nikasafiri naye kuja hapa Dar es Salaam na tukaanza matibabu pale JKCI. Baada ya kwanza kufanya vipimo pale, kwa kweli kwa hali ya kibinadamu ilikuwa inakatisha tamaa. Madaktari wa JKCI wakasema kwamba kuna mshipa wake mmoja umeziba kabisa. Sio kwamba ufanye kazi vizuri. Umeziba kabisa, unatakiwa utolewe. Afanyiwe operation ya moyo, awekewe mshipa wa plastiki. Na baada ya operation hiyo atakuwa anatumia dawa maisha yake yote mpaka kufa. Atakapoacha kutumia dawa tu, damu yake itaganda na anaweza kupoteza maisha muda wote. Tukaendelea kufanya maombi, tukawa tunakuja hapa kwa ajili ya huduma. Mama tunafanya naye maombi hapa madhabahuni. Akatuambia nendeni tena, maana tulikuwa na appointment ya kurudi tena wiki ya pili kwa ajili ya kuendelea na vipimo vingine. Tulivyomshangaa Mungu alivyoajabu. Baada ya kwenda pale tukabadilishwa daktari. Tukapewa daktari mwingine tofauti na yule wa kwanza. Baada ya kufanya vipimo ikaonekana kwamba mshipa sio kwamba umekufa kabisa, sio kweli. Mshipa una shida lakini sio shida kubwa ya kufanyia upasuaji. Na akaambiwa anaweza akatumia dawa na akapona kabisa. Kwa hiyo toka siku ile akaanza matibabu, akawa wamemwanzishia dozi ya sindano. Akaambiwa atakuwa anachoma sindano moja kila mwezi. Tunamshukuru Mungu sana mpaka leo hii afya yake imeimarika. Maana alipotoka Mtwara mpaka sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu. Asante. Amen. Seche, una jambo la kuzungumza. Kwa sababu mimi mara ya kwanza waliponipigia simu walipokuwa pale Mtwara, nakumbuka siku hiyo nilipoomba nikaona roho ya mauti ambayo ilikuwa imetumwa juu ya huyu binti. Na Neema, kama utakumbuka, nikasema mwambie Seche kama anaweza kuzungumza. Aseme sitakufa nitaishi. Nikasema yani aongee hivyo muda wote. Nikasema kama haongei, hawezi kuongea, moyo wake ndani muongee hayo maneno. Kwa sababu pia moyo unaongea. Nakumbuka ilikuwa ni mapiki jioni kama sikosei. Na baadaye akaniambia wametuambia tuje Dar es Salaam, lakini niliposikia habari za kufanyia operation ya moyo, mimi kwangu waga naona ni kitu kikubwa sana. Ninaona ni high risk kufanyia operation ya moyo. Nakumbuka walipopata hayo majibu kwamba anatakiwa kufanyiwa operation ya moyo, walinipigia simu. Na waliponipigia simu, Neema akasema kwa kweli nimeishiwa nguvu, kwa sababu aliambiwa hata kiishi sana pamoja na kutumia dawa kama nakumbuka vizuri. Anaweza kuishi miaka mingapi walisema? 50. Anasema ataishi miaka 50, hawezi kuzidi hapo. Lakini mimi nikawaambia tunaye Mungu yasiyowezekana. Kama madaktari wanafikiri wanaweza kufanya operation na waweke mshipa wa ziada, kwa nini tusimwamini yule aliyeumba hiyo mishipa, ambaye ana spare za hiyo mishipa? Kwa hiyo moja ya maombi ambayo tulidumu kuyafanya kila jioni walipokuja hapa ni kuahirisha ile operation ya moyo. Seche nafikiri anaweza kuwa na kitu cha kuzungumza. Karibu uweze kuzungumza yale ambayo Mungu amekutendea. Yaani nilikuwa naona hata kuiona kesho ni changamoto. Lakini nilimsihi sana Mungu. Nikamwambia Mungu, ndio unanijua, ulisema kabla Mungu wa mimba ulinijua. Na kabla sijazaliwa ulinitakasa. Ninaomba unitangulie. Ninaomba wewe unitendee. Nikasema pia na mstari kwamba wewe Mungu ulisema nikuite na utaitika, na utanionyesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua. Sitaki kuwa nasikia au kusoma. Ninaomba Mungu unionyeshe hayo mambo makubwa magumu nisiyoyajua.
Nilipotoka kule Mtwara, baada ya dadangu kunichukua, baada ya kuja huku, kidogo alikuwa anakuja kwenye kikao tu cha kiutendaji cha kanisa. Nikamwambia dada, mimi najisikia niende na wewe kanisani. Nikamwambia Mungu, mama nisaidie kuomba, tuombe. Mimi naamini Mungu atafanya njia. Nikaja na dada, tukafanya maombi, nikafunguliwa. Namshukuru Mungu, yani nilikuwa sipati usingizi vizuri. Lakini baada ya kuja kwenye maombi, nilipata usingizi. Nimepata usingizi wiki 2 zilipata. Amen. Lakini baada ya maombi, nililala kama mtoto mpaka asubuhi dada anakuja kuniamsha wakati haikuwa hivyo. Nikaendelea kumshukuru Mungu na kumsihi Mungu aendelee kufanya tena na tena. Na hata tukarudi tena hospitali kwa ajili ya kipimo. Yale ambayo nimwambia Mungu anionyeshe makubwa na magumu nisiyojua yakaonekana. Amen. Kwa hiyo baada ya kwenda hospitali, majibu nilipochukuliwa na vipimo, maana alisema kipimo ambacho ni advance ni kikubwa zaidi ya kile cha mwanzo. Majibu aliyopima daktari kaniambia, "Ni nani atakwambia uende kwa daktari wa operation? Usiende kwa daktari wa operation, utatakiwa kwenda huko, endelea na dawa. Tumia dawa, kuna sindano tutakuanzishia, utatumia, utaendelea kuja kwa ajili ya follow up ya mara kwa mara kila mwezi." Kwa kweli namshukuru Mungu. Yaani namshukuru Mungu. Mimi namshukuru sana Mungu, amenipa kuamini katika neno lake na matendo yake. Kwa akili ya kawaida ya kibinadamu sio rahisi. Lakini mimi niliamini mimi ni mzima na sitakufa, nitaishi. Niasimulie matendo makuu ya Mungu. Na kweli Mungu amenionekania. Naendelea kumshukuru sana Mungu. Namshukuru sana Mungu. Hata kusimama hivi mimi madhabahuni ni ushuhuda mkubwa. Kwa sababu mimi ni yule mtu ambaye hata nilikuwa siwezi hata chuo kwa wanaonifahamu. Kusimama hata kwenye hizi presentation ilikuwa changamoto. Lakini kwa matendo ya kuwa ambayo Mungu alinionyesha, nitasimama mahali popote kumtangaza huyu Yesu ambaye amenitendea haya makubwa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Amen. Utukufu kwa Mungu. Amen. Tumshangilie tena Bwana Yesu.